Yes, asante sana kwa kuendelea kusubscribe channel yangu hii ya Megamind TV, akili kubwa. Hakika wewe ni mdau wangu mwenye akili kubwa, maana yake wanaangalia TV hii ni wale ambao wana akili kubwa, akili pana, akili ya kuhakikisha kwamba wanakwenda kusimama imara na kuwa kwenye mzunguko mkubwa kabisa kwenye jamii ambayo inawazunguka, kama sio taifa na kama sio ulimwenguni kote. Ndio ambao wanaweza wanajua nini ambacho wanakwenda kukizungumzia hapa. Wale wenye akili ndogo ndogo, sawa, naweza mkatupisha ili tukaweza kuendelea na wale ambao wana maono makubwa sana kwenye dunia hii. Hata watakapokufa tujue kwamba wapo binadamu ambao waliishi kwenye hii dunia na wamelala chini ya ardhi. Wewe ni mmoja wapo. Mungu akubariki sana kwa kuwa pamoja nami siku hii ya leo. Katika episode nyingine ya 4 tunakutana tena kwa ajili ya kwenda kuhabarishana na kuonyeshana yale ambayo Mungu ameweza kunipa na akaniamuru nikuletee wewe kwa ajili ya kuweza kwenda kuyaweka kwenye kichwa chako na kuweza kuyafanyia kazi ili uweze kufika kwenye yale maono ambao unakusudia kwenda kuyafikia, si ndio? Yes, kwenye episode ya 3 niliweza kuzungumzia tukiwa kwenye mlolongo wa njia sahihi za kuweza kufikia kwenye yale mafanikio ambayo unakusudia kwenda kuyafikia kwenye dunia hii. Nikazungumzia kwamba kuna vitu vinne ambavyo vinatakiwa viwe ndani yako kwa ajili ya kuweza kwenda kufikisha au kukupa chachu ya kwenda kufikia yale maono ambayo unakusudia kwenda kuyafikia. Kwenye episode ya 2 nilikwambia ilikuwa ni talanta. Tulizungumzia sana talanta na nikakwambia kwamba hili ndio somo pekee ambalo kila binadamu anakuja nalo kutoka huko ambako anatoka kwenye ulimwengu wa kiroho kuja duniani, na hii ndio kusudio kabisa la yeye kuzaliwa kwa ajili ya kuja kutumia ile talanta ambayo itamtengenezea nafasi ambayo itatengeneza kitu kwenye hii dunia, na hata atakapolala chini ya ardhi uhai wake utaendelea kuonekana kwenye mioyo ya watu wengine ambao wako juu ya ardhi hii. Lakini kwenye episode ya 3 nikaa nimezungumzia mambo matatu mengine ambayo yanatakiwa yaungane kwa pamoja ndani yako ili aweze kufikisha kwenye yale maono ambayo unakusudia kwenda kuyafikia. Nikazungumzia kulikuwa jambo la kwanza ni akili iliyoshupavu, akili ambayo inaona kile ambacho unataka kwenda kukifikia kupitia ile talanta ulionayo. Jambo la 3 nikazungumzia kuwa ni moyo, nafsi, shauku. Uwe na moyo wa imani, moyo wenye kukuonyesha kwamba kile ambacho unakiwaza kwenye akili una uwezo wa kwenda kukifikia bila tatizo, bila mtu yote kukusumbua, bila mtu yote kukubuguzi. Lakini cha 4 nizungumzia ni mwili shupavu, mwili usio wa kinyonge, mwili usio tamani kupumzika wakati wote, mwili ambao kabla yani lengo halijatimia hautamani kulala, yani hautamani kupumzika isipokuwa mpaka umefikia kwenye lile lengo. Ukiwa na mwili shupavu, mwili usio na hali ya uvivu, mwili usio wa kinyonge, moyo wenye imani na shauku ya kufika, na akili yenye maono, basi utafika pale ambapo unakusudia kwenda kufikia. Hivi vitu vyote vitatu vikiungana pamoja, basi wewe unakwenda kufika vizuri kabisa. Lakini nikakwambia kwamba kwenye episode hii nitakwenda kueleza hatua ambazo unatakiwa kuzifuata ili kuweza kufikia kwenye maono yale ambayo mimi nakusudia kwenda kufikia. Lakini kabla sijaelekea kwenye zile hatua ambazo nafikiria kwenda kukupatia ili kwenda kuona wapi unatakiwa kuanza na wapi unakwenda kuishia, nikasema nikuletee kwanza aina ya makundi ya watu duniani, na wewe utajiona huko kwenye kundi gani. Yani kuna baadhi ya makundi ya watu ambao tunaishi nao hapa duniani, pengine na mimi hata katika kundi hilo pia nipo kwenye kundi moja wapo. Yapo makundi kama 7 hivi ya watu duniani ambayo nitamani nikuorozeshe, nikueleze na tabia zao, ili sasa wewe ujione uko wapi na uone kwamba unatakiwa kuwa kwenye kundi gani ili uweze kuachieve na kuweza kufika kwenye ile kusudio ambalo Mungu amekusudia. Kuna kundi la kwanza, ya makundi yako takriban kama makundi 7 hivi ambayo niliweza kuyaangalia kwa haraka. Lakini kundi la kwanza nikasema kuna kundi la kwanza ni lile la watu wenye akili kubwa. Napozungumzia akili kubwa ni watu wenye mawazo chanya, yani sio watu ambao wanaendeshwa na vitu vidogo, mapenzi, fedha, sijui na nini. Ni watu ambao wana focus kwamba wanatakiwa waende wakae wapi kwenye hii dunia, wanatakiwa wawe kina nani kwenye hii dunia, wanatakiwa kuwa kwenye level gani kwenye jamii. Hizo ndo akili kubwa ninazozungumzia, ikiwa ni kwenye level ya siasa, level ya uhubiri injili, level zile za juu ambazo zinafanya watu wengine kuona akisimama pale watu wanajua kabisa kwamba kuna binadamu ambaye amesimama na anafanya jambo ambalo linasababisha jamii inaweza kuishi kwa amani na kwa utulivu na kwa uhakika wa kuishi. Ndio akili kubwa mnazungumzia. Kwa hiyo kuna lile kundi la watu wenye akili kubwa, alafu ukiangalia nafsi yake, imani yake pia ni kubwa, na mwili wake ni shupavu, yani wakati wote anajisikia kufanya kazi kuliko hata kupumzika.
hawa ni watu wenye upendo mwingi sana. Mara nyingi hawanaga wa kumlaumu, kwa sababu waga wanajiamini wao wenyewe kwanza. Yani wao kabla hajaanza kumtegemea mtu, anaanza kujitegemea yeye mwenyewe kwanza. Kwa hiyo ni watu ambao huaga hawanaga mtu wa kumlaumu. Wewe kama akiomba kazi mshirikiane pamoja, wewe ukifeli kwa nafasi yako, yeye atachukua nafasi yako ataifanya, na kwenye nafasi yake pia ataifanya. Na ukija maisha yataendelea tu vizuri, wala hata kulaumu, kwa sababu huaga anaamini yeye mwenyewe kwanza kabla ya kumwamini mtu mwingine. Watu wa namna hii. Lakini pia kwa namna nyingine huaga wana ubishi fulani, ni wabishi kidogo, lakini wanadharau pia. Kwamba akishaamua la kwake na akishaliamini, wewe huwezi kumbadilisha. Yani lazima ataendelea kusimamia, ataendelea kukurudishia, na ataendelea kusimama kwenye kile ambacho anakiamini. Na ukiwa mtu akumkosoa sana, anaweza akakudharau, akakuweka pembeni ili yeye aende akatimiza yale maono ambayo anakusudia kuyafikia. Lakini pia huaga ni wachapakazi wakubwa sana. Yani akishaamua la kusudio lake, yani wewe akishaamua kwenda, yani kama ameamua kunyoka, anaenda mbele. Akikushirikisha, ukitaka kwenda mtaenda wote, usipotaka kaa pembeni, ataenda mwenyewe. Lakini hakikishe kwamba kwenye ile kusudio ambalo anakusudia amelifikia. Ndio watu wa namna hii, watu wenye akili kubwa, imani kubwa, na mwili shupavu. Ni watu wenye upendo mwingi sana, na hawanaga kumlaumu. Yani huaga hawanaga hasira za karibu, kwa sababu wao wanaamini kwenye nafsi yao, wanaamini kwenye mwili wao, na wanaamini kwenye akili zao zaidi kuliko mtu mwingine. Kwa hiyo huaga anaamini kufanya wenyewe ni bora zaidi kuliko hata kushirikiana na mtu. Kwa hawezi kukulaumu kwenye eneo lolote ambalo wewe utataka kumfelisha, maana yake anaamini yeye atasimama mwenyewe. Ni watu ambao namna hiyo. Kwenye swala la ushirikina hawanaga kabisa imani ya ushirikina, kwa sababu hata waganga wenyewe huaga wanadharau kwa wale mambo ambao wanafanya, kwa sababu wanaamini nguvu yao inawatosha, na wanaamini Mungu wao alionao anawatosha. Hawa ndio watu wana hii, wenye akili kubwa, imani kubwa, na mwili shupavu. Hilo ndio kundi la kwanza, na kundi hili tumekuwa tukishuhudia watu wengi sana. Mmoja hapo labda naweza nikatolea mfano, na unaweza kaona baadhi ya picha hapo zikiwa zinapita, baadhi ya watu ambao nimewaona na kwenye nafsi yangu imekuwa ikiwaonyesha kwamba hawa ndio watu ambao walikuwa na akili kubwa zaidi. Kama mmoja hapo kama hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ni watu ambao walikuwa na akili kubwa. Hawakuwaza fedha wakati huo, hawakuwaza kwamba wao wawe nani, lakini waliwaza taifa, waliwaza watu. Na ndio ambao tumeona mpaka sasa hivi bado jina lake bado linaishi mpaka wakati huu. Ukijaribu kuangalia watu wengi ambao wanazungumzia hususan kwenye masuala ya kisiasa na harakati mbalimbali, hakuna mwanaharakati yoyote au hakuna mwanasiasa yoyote ambaye anaweza kuzungumza bila kutoa nukuu za maneno, baadhi ya maneno ambayo Mwalimu alizungumza. Hii ndio akili kubwa, na ndio nafasi ambayo natamani uwepo kwenye jamii hii. Yani nafasi ambayo Mungu anahitaji kukuleta hapa duniani ni nafasi kama hiyo. Yani unaacha kumbukumbu kizazi hadi kizazi. Chochote ambacho nakifanya bado kizazi kinaendelea kuishi kwa ule mnyororo ambao unakuwa umeuacha. Hiyo ndio akili kubwa ambayo mimi naizungumzia. Muda wangu ni mchache sana, nimezungumza moja tu hii, lakini endelea kuishikilia hiyo. Hawa ni watu wenye akili kubwa, imani kubwa, na mwili shupavu. Ndivyo ambavyo wanakuwa. Kwenye episode inayofuata nitakuja kuelezea kundi lingine la pili. Alafu katika mtiririko wa makundi haya, wewe mwenyewe utajiangalia uko wapi. Je, kile ambacho nakiwaza kitafika kwa ile aina ya ile kundi ambalo upo? Basi kama haupo kwenye ile aina ya ile kundi ambalo upo, unaona hauwezi kufika, switch. Njoo kwenye kundi ambalo litakufikisha kwenye yale maono ambayo nimekusudia kukuelezea hapa. Mungu akubariki sana. Endelea kuwa nami, tukutane tena kwenye episode inayofuata. Bye.